Alikuwa jamaa moja ambaye alikuwa ni baharia. Alikuwa anasafiri nchi nyingi sana. Unajua maana ya baharia ndugu mtazamaji? Maana yake anaweza kutoka content moja akaenda content nyingine. Bara moja akaenda bara nyingine. Anaweza katoka hapa akaenda Marekani ya kaskazini, akaenda Marekani ya kusini, maana Brazil, au akaenda Canada ambayo ni Marekani ya kaskazini. Na anaweza kutembea dunia nzima. Unakumbuka ile ni mameli makubwa anayobeba makontena. Sasa alikuwa anafanya kazi kwenye meli kubwa. Kwa katika kusafiri kwake mtoto alikuwa anakuja kumuuliza akirudi, hivi baba, mbona huwa unapotea sana? Yule baba anamwambia, mwanangu, mimi nafanya safari ndefu sana na inachukua muda mrefu. Basi akama mtoto akadai kwa sababu mimi naomba niwe siku moja nichukue. Basi baba akawa anamkwepa, lakini ilibidi siku moja ndugu mtazamaji amchukue. Akamwambia, sasa jitayarishe, tayarisha kila kitu ambacho ungependa kuenda nacho kwa sababu safari hizi ni ndefu. Kwa hiyo mtoto alitayarisha kila alichotaka kwenda nacho. Na katika kutayarisha huko akatayarisha na mnyama anaitwa nyani, lakini nyani mdogo ndugu mtazamaji. Kwa hiyo wakiwa baharini wanasafiri, yule mtoto anapocheza, yule nyani akaanza kupanda ile minguzo mirefu. Unajua kwenye meli kuna minguzo mirefu hili. Kwa hiyo mtoto akaanza kupanda. Alipoanza kupanda, yule mtoto akawa anamfuata yule nyani ili amshike, lakini kila akitaka kumshika yule nyani anazidi kupanda juu. Kwa hiyo manake na mtoto aliendelea kupanda na kupanda na kupanda. Alipofika mwisho, mtoto anataka kumdaka, yule nyani alirukia nguzo nyingine. Sasa kilichotokea ni kwamba mtoto akabaki pale anashangaa, lakini alipita baharia mwingine akamwona mtoto yuko juu sana juu, akasema la, akamuita baba yake, angalia mwanao yuko kule juu. Baba alitoa pisto, akamwambia, nataka utoke huko juu kwa kuruka, urukie baharini. Ndugu mtazamaji, wale walikuwa wanamsikiliza walishangaa, mzee mbona anakuwa mkatili namna hii kweli? Wakawa wanashangaa. Na mtoto mwenyewe amesema, sasa ndio nimekufa leo. Lakini baba akasema, mimi nahesabu mara 7. Nikihesabu mpaka 6 ya 7 mimi nakulipua na pisto. Ndugu mtazamaji, yani mzee alikuwa mkatili Nafikiri hata wewe unajiuliza mzee alikuwa mkatili sana, lakini kiukweli ni kwamba baadaye alipofika namba 6 mtoto alijangushia baharini. Lakini kumbe mzee alikuwa amemwandaa mtu ambaye atamokoa akiingia kwenye maji, kwa sababu kama angemwacha kule juu labda angeanguka chini kwenye vyuma, angekufa. Ndugu watazamaji, unajua tuko kwenye shule kubwa kama nilivyokuambia, inaitwa Kiwalani Orphan Center. Hii ni shule ambayo ina yatima, na ndio maana orphan maana yake ni yatima. Yatima wanaweza kuwa na mashaka kama ambavyo mtoto alikuwa juu kule ana mashaka. Hata watu wengine wanaweza wakacheka, wasema wakahuzunika kwa sababu ya vitendo hivyo ambavyo vimetokea, lakini ukweli ni kwamba hawapasi kusikitika. Hawapasi, wanafunzi wa Kiwalani ambao ni yatima hawapasi kuhuzunika. Wanapasa kujiuliza maswali kwamba ipo kusudi. Kama vile ambavyo tumeona baba aliamua kumwokoa mtoto wake, ndivyo na ambavyo Kiwalani Orphan Center imekuja kuwapa elimu wanafunzi hawa ambao unaona mbele yako. Hebu piga makofi kwa ajili yenu. Kwa hiyo mnapaswa kufahamu, wanafunzi lazima mjue kwamba wakati fulani mambo lazima yatokee, lakini hatuwezi kukaa tunasikitika muda wote. Sasa kuna watu aina mbili wako duniani. Kuna watu wanaitwa strong mind na shallow mind. Strong mind ni watu ambao wana sifa zifuatazo. Moja, huwa wanaamini juu ya kusababisha na kuleta matokeo. Wanasema cause and effect. Lakini na pili, watu hawa huwa hawajilaumu kwa yaliyotendeka ambayo walisababisha wenyewe, bali watu hao huwa wanafanya nini? Bali huwa wanasonga mbele. Lakini wengine huwa wanafurahia mafanikio ya wenzao, na hivyo wanajua kama mwenzangu alifanikiwa, hata mimi nitafanikiwa. Ndugu wanafunzi wa Kiwalani Orphan Center, mnawezekana mko hapa, kuna watu walifaulu hapa, wamekwenda mbali. Kuna wengine sehemu zingine walikuwa ni yatima, wamepata vyeo vikubwa na wamefanya vizuri. Kumbe hata nyinyi mnaweza kujua kwamba okay fine, hata sisi tunaweza kufanikiwa tukafika mbali. Ndio hiyo message. Asante sana. Lakini pia hao watu huwa wanafurahi sana. Huwa wanafurahi kwa juu ya mafanikio ya wenzao kama nilivyokuambia. Lakini pia huwa hawataki kupoteza muda na nguvu kufikiria vitu ambavyo hauwezi kufanya. Kwa mfano, kuna watu wanalalamikaga mvua ikija wakati mvua hauwezi kuizuia.
Kuna watu wanaamika jua likija wakati jua huwezi kulizuia. Kuna watu ambao huwa wanaamika juu ya serikali wakati wewe huwezi kuibadilisha serikali. Kumbe lazima uwe mwanafunzi mwenye akili iliyokomaa, akili ambayo inatilia maanani vitu vya msingi. Kwa hiyo mnapaswa kujua hiyo point. Lakini kuna watu wanaitwa shallow mind. Wale shallow mind wao wanategemea miujiza tu, wala hawasomi, wanapiga story, wanashangilia, wanaitwa kama ni wafasi vile, maana hawana kabisa ramani ya maisha yao, hawana dira. Leo tumekuja kuambia wanafunzi wa The Big School Kiwalani Orphan Center kwamba mnapaswa kuwa wanafunzi mwenye akili iliyokomaa, akili ambayo inajua. Mwaka 1519 alikuwepo jamaa mmoja anaitwa Hernan Cortez. Huyu jamaa alikuwa ni kamanda wa Hispania na aliwaongoza askari 600 wakiwa kwenye meli 11 kwenda kuvamia kisiwa katika nchi ya Mexico kinaitwa Veracruz. Kwa hiyo alipofika kule bandarini, kama vile tulivyo na feli pale, alafu akateremsha zana za kijeshi, alafu na askari wakatoka pale kwenye zile meli, alafu akatoa amri zile meli zichomwe moto. Ndugu mtazamaji, zilipochomwa moto aliwakusanya wale askari akawauliza, "Mnaona nini kule bandarini?" Wakasema, "Tunaona zile meli zilizotuleta zimegeuka kuwa moshi." Akasema, "Safi sana." Akasema, "Sisi tumefika hapa kupigana. Hatuna jinsi ya kuokoka zaidi ya kupigana mpaka tushinde, kwa sababu tutakao hatuna njia ya kujiokoa. Hatuna uwezo wa kukimbia." Na ni kweli vijana wale 600 walipigana kwa nguvu zao zote na walishinda. Nataka nikuulize mwanafunzi wa The Big School Kiwalani Orphan Center, je, ni meli zipi na wewe lazima uchome moto katika maisha yako ya shule na baadaye? Ni meli zipi unataka uchome moto? Moja, lazima uchome utoro, lazima uchome uvivu, lazima uchome kuchelewa, lazima uchome kutokuwa smart, kuwa hovyo hovyo, lazima uchome tabia mbaya, lazima uchome kutokuandika vizuri, lazima uchome uvivu wa kutokujisomea. Hata wewe ndugu mtazamaji huko, kuna meli lazima uchome. Wanasema nataka kuwa milionea alafu wewe hauna nidhamu ya pesa. Hawezi bwana. Lazima uchome meli. Kwa hiyo vijana wa Big School Kiwalani Orphan Center leo, kama tulivyokuambia, tuko kwenye shule kubwa hii, lazima mjue, moja, usikiri udhaifu. Wewe unaweza kufanya jambo kubwa katika maisha yako pamoja na changamoto ulizopitia. Lakini pia ujue kabisa mafanikio yanakutegemea wewe mwenyewe. Hakuna haja ya kuwa na mashaka, umeshapata nafasi hii ya kusoma, soma kwa uwezo wako wote. Hata wewe mtazamaji wa Big School Show, nakumbuka juzi nilikuwa kule Tunduma, watu wanasema, "Jamani, tunakiona kipindi chako." Hata wewe unakotoona kokote Tanzania, unapaswa kujua lazima uwe serious na mafanikio yako. Kwa sababu tumeona wale askari 600 walishinda nchi kubwa, wakati wao walikuwa ni wachache, walidhamiria kwa uwezo wako wote. So, take home. Moja, lazima muwe serious wanafunzi mkitaka kufanikiwa. Tunaelewana? Tunaelewana? La kwanza. La pili, lazima muwe na nidhamu ya maisha yenu, kwa sababu bila kuwa na maisha mtashindwa. Sio katika shule tu, hata mtakapokuwa uraiani lazima muwe na nidhamu. Lakini lingine ni kujitoa kwa mambo ya msingi. Acha kuwa kumba wa kila kitu. Jaribu kuwa serious na maisha yako na acha vingine vyote. Kama wale askari 600 walipigana kwa nguvu zao zote, walikuwa hawana jinsi. Wewe unasema, "Unajua hata nikifeli nitaenda kufanya hivi." Choma, nimekwambia choma hiyo meli bwana. Lakini pia nimekwambia kitu kingine, kwamba unajua kama yule mtoto ambaye alikuwa kule juu, Mungu anayo makusudi. Na kwa sababu hiyo, someni kwa bidii, lazima mtatoboa tu. Piga makofi bwana. Piga makofi bwana. Yes. Lazima muwe na nidhamu. Lazima msichanganye vitu. Sasa mko katika shughuli ya kusoma, someni kwa bidii. Someni bila kuchoka. Someni kwa uwezo wenu wote. Kwa hiyo unapaswa kujua. Jiulize maswali hayo 3. Moja, swali la kwanza, kwa nini niko hapa? Why am I here? Kwa nini niko hapa Kiwalani Orphan Center? La kwanza. La pili, ninakwenda wapi? Hilo ni la pili, swali hilo, ninakwenda wapi? Niko hapa nikienda wapi? La tatu, huko ninakokwenda ninahitaji nibadilishe vitu gani ili nifike salama? Yaani huko ninakotaka kwenda huko, hiyo safari nilionayo ina sifa maalum, ina vitu vya kubeba. Je, ni vitu gani ambavyo nataka nibebe?
Ndugu mtazamaji, nafikiri nimeongea maneno mengi. Wanafunzi wa big school najua wanatabasamu, wewe waone tu, wengine wako kule, lakini naona wanafurahi kwa sababu wamesikia maneno haya. Labda niulize swali. Kuna mtu mwenye swali? Kuna mtu anataka kuuliza swali? Kama una swali njoo uliza hapo mbele. Asante sana. Kwa majina ninaitwa Jackson Edwin Leo, ni mwanafunzi wa Kiwalani Rufani Primary School, ninasoma kidato cha 3. Mimi ninaomba kuuliza swali ya kwamba je, TV Tumaini inafikishaje ujumbe kwa jamii? Piga makofi kwa ajili ya swali. Ndugu mtazamaji, mwanafunzi anauliza hii TV inafikishaje ujumbe? Viko vipindi vingi vya TV Tumaini vya kuelimisha, hasa kuwafanya watu waweze kuwa bora kimwili na kiroho. Kwa hiyo sio tu kwamba inazungumzia TV Tumaini inazungumzia tu mambo ya kiroho, lakini hata mambo ya kimwili. Kwa hiyo inafikisha ujumbe kwenye vipindi vyake mbalimbali ambavyo wewe ukiamua kufuatilia utapata ujumbe. Ndio maana nimekuambia nilikuwa Tunduma, kuna watu wakasema bwana TV tunaiona. Juzi nilikuwa pale na Wawata kule Visiga, watu wakasema sikaenda tunawaoneni mnavyofanya kazi nzuri. Kwa hiyo tunafikisha ujumbe kwa wale ambao wanatafuta ujumbe wetu, huwa wanaitafuta TV Tumaini. Ndugu mtazamaji, tafuta TV Tumaini. Kuna ujumbe mzuri, kuna kukua. Sio tu tunazungumza mambo ya watoto. Tunataka hata wewe ukipata hiyo message ikusaidie. Niseme tu wazi kwamba kama baada ya kuongea hivi na swali umelisikia, kama una message yoyote, kama unataka comment, basi chukua namba hii 0733803353. Hiyo ni namba ya TV Tumaini. Unaweza kuleta message pale. Lakini pia unaweza ukachukua namba yangu 0682338556. Hata ukiandika Patrick_Skainda utakutana Instagram. Niseme asante sana.